نور دربي بالقرآن واشرح صدري. Katika haya 7 watukufu wa Kiislamu, dhambi la kwanza tambueni kuwa ni shirki. Dhambi la kwanza min akhdari hadhihi almuhlikat, dhambi ambalo lilikuwa hatari kabisa lenye kuangamiza, huwa shirku, nayo ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa a'dhamu dhambi aswa bihi azza wa jalla, ndio dhambi ambayo kubwa ambayo ni kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi wa'idhu alladhi la yaghfiru Allah liman mata alayhi. Na hii dhambi hii Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea yeye mwenyewe akasema ni dhambi ambayo kubwa sana, hawezi kumsamehe mtu yoyote kwa yule ambaye aliyekufa muda ambapo hajatubia. Yaqulu azza wa jalla inna Allah yaghfiru an yushraka billah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe amesema amsamehe mtu yoyote mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, anasamehe siokuwa shirki. Watukufu wa Kiislamu, jambo hili tunalieleza na tunalikemea kabisa kuwa limeenea katika kipindi hichi. Watu wanataka kupata daraja ya vyeo hapa duniani kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Unataka wewe cheo chochote, hususa mwezi huu na hususa kabisa jambo hili la shirki, watu wanaliongelea vibaya sana. Wanasahau kabisa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoleta. Allah subhanahu wa ta'ala alituleta sisi kuja kufanya ni lengo moja tu, kuja kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakuwaumba majini na wanadamu isipokuwa ni lengo kubwa la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minashirki ayuha al-ikhwa, na katika shirki ewe watukufu wa Kiislamu, sarafu ayi naw min anwa'i al-ibada li ghairi Allah ta'ala, kutumia mambo au kufanya mambo yasiyokuwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, yani kutenda mambo ambayo yanaenda kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio shirki. Sawa kana dua, ni sawa sawa jambo hilo wewe unajifanya kuita dua. Leo unafanya dua, kumbe muongo unachinjia mizimu hapa katika dua yako. Hiyo wewe unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe unataka madaraka kwa kupata radhi, kwa kupata vyeo hapa duniani. Tambua kwamba ndugu yangu Muislamu, kufanya hivyo ni kupotea kabisa. Usijinasibishe kuwa wafanya dua hali ya kuwa ndani ya dua hiyo ikipekuliwa ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa istighathatu au tawafan, au unataka msaada wa kitu kutaka kuokolewa, kumbe mwongo unatumia mizimu yako. Watukufu wa Kiislamu, haya yote ni dhambi makubwa kabisa yanompelekea mwanadamu kuangamia hapa katika ulimwengu na kukosa pepo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au nadhara, au mtu ameweka nadhiri maalum, nadhiri hiyo ameweka kuwa atamfanyia mwanawe kadhaa au akipata jambo kadhaa, kumbe nadhiri hiyo amewekea kwa mizimu au kwa majini wa aina nyingine yoyote. Tambua kwamba tukufu wa Kiislamu, hayo yote ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna ibada Allah, hakika ibada ya Allah la yajuzu an tusrifa li ghairi Allah azza wa jalla, haikubali ibada ya Allah kumshirikisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man fa'ala dhalika fa innahu qadara al-adhim wa mushriku billahi ta'ala, na yoyote mwenye kufanya hivyo njia hizo kimfano anazielezea yeye kama ni dua, lakini ndani yake kuna mambo ambayo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, tambua ataingia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni dhambi moja ambayo ni shirki. Wa amma mubiqatu thania, amma dhambi ya pili yenye kuangamiza, allati la takillu al-khuturatu 'ala shirki, ambayo ndio chache kidogo katika dhambi ambazo za kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, fahiya sihr, nayo kufanya uchawi. Leo ndani ya msikiti
tambua wewe unajigeuza mbwa humu, iko siku utaingia katika mgongo wa ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema sihir, kufanya uchawi ni dhambi kubwa sana, ni miongoni mwa dhambi ambayo yenye kuangamiza, na hususan sasa hivi watu wanafanya mambo haya ya kupitia mwaka huu Oktoba, watu wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wanamshirikisha na kufanya sihiri. Na si hivyo tu kwa hawa, hata watu wa magoti vile vile wanakosa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kumwomba kwa dua ambazo alizoziweka, wanaenda kufanya mambo ya shirki. Tamweni kufanya yenu yote hiyo, mutapotea hapa ulimwenguni kwa kukosa fadhila za huu ulimwengu na kupata madhambi na adhabu kali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiru madhhar min madahiri al-kufr, sihir, kufanya uchawi ndio muonekano ambao ukafiri kabisa. Yoyote mwenye kufanya kumroga mwenzake ili apate manufaa hapa ulimwenguni, basi tambua ni jambo kubwa la ukafiri hilo. Wa amal min a'mali shaytan, tambua hii sihiri, kufanya uchawi ndio kazi ambayo ya shaytan. Man ta'allamahu au amilahu faqad kafara, yoyote mwenye kujifundisha uchawi au yoyote mwenye kufanyia kazi ule uchawi, faqad kafara. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshikie juu yake, man ata kahinan au arrafa fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Yoyote mwenye kumwendea kohani na mwenye kumwendea mpiga ramli, anaambiwa huo, akamsadikisha, akamwamini yeye yale ambayo alomwambia, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, amekufuru mtu huyo, amekuwa katika ukafiri kabisa kwa yale yote ambayo aliwateremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ameyakana kabisa. Waangalieni dhambi hizo ni kubwa sana. Hivi wewe unaswali, wafunga, hayo yote ambayo unakuja kufanya ambao mambo ya asiri, na ukayaamini, ukaenda kwa mpiga ramli ukayaamini yote, unaambiwa yale yote ambayo teremshwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hujaamini maana yake. Kwa hiyo jihadharini sana na madhambi katika mwezi huu. Enyi watukufu wa Kiislamu, ninakuhusieni juu ya madhambi haya makubwa. Mchukue leo haya mkafanyie kazi, na vile vile yoyote mwenye kuenda hivi tulivyoelezea, yale yote ambayo akamwendea mpiga ramli na yale yote kohani, basi tambua ibada zake muda wa siku 40 hazijali. Hivi wewe ndugu yangu Muislamu, unafanya majambo haya muda wako wa siku 40, je, wewe utakufa au utakuwa hai? Ikiwa utakuwa hai, utatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama utakuwa hai, kinyume chake bado utajiangamiza, utakosa rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma mubikati thalitha wa huwa al-akhir, ama dhambi la tatu lenye kuangamiza ambalo la mwisho, fil qatli nafsi allati harrama Allah illa bilhaq, kuwa nafsi ambayo nafsi hiyo aliharamisha Allah subhanahu wa ta'ala isiuliwe isipokuwa kwa haki, ndio iuliwe. Kipindi hichi ndugu wangu wa Kiislamu, chunga sana na upezi wako huo, mapezi yako yote tia mfukoni. Yoyote mwenye kumdhulumu mtu na kumuua, hakika huwa amefanya madhambi makubwa. Na yoyote mwenye kusaidia hata kufurahi tu mwenzake kuuliwa, na yeye yumo. Ole wako kipindi hichi wewe ufanye maharibiko. Dini yetu inatutaka kuwa ni ya amani kabisa, haituelekezi dini yetu kumuua mtu. Wewe kama unafurahia kuuliwa Muislamu mwenzako, na wewe yumo. Waman aana ala shatri kalimati kana sharika, na yoyote mwenye kusaidia hata kama chembe moja tu, hata kama ni rai aliyotoa ili mwenzake ateketee, basi yeye
ameshiriki jambo hilo. Tujiepusheni na mambo haya, tujiepusheni kabisa. Wewe kama dhana yako umeiweka katika kichwa chako kabisa kuwa mara hii lazima na mimi sitokubali, ndugu yangu Muislamu, unajichimbia kaburi la moto. Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza yoyote yule atakayemuua mwenzake muumini au akafanya pupa, ni sawa sawa amewaua watu 1000 au 1000. Hivi wewe ndugu yangu Muislamu, tunauana kwa sababu ya mambo ya mapito tu? Acha kabisa, acha kabisa. Huo ndio wasia wangu kwenu, ni mambo matatu tu. Jambo la kwanza ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanafanya ndio kama chakula, hii kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili ambayo ni kufanya uchawi. Watu wanafanya kama maji ya kunywa kabisa, kufanya uchawi, wanaona ada. Na kuua pia kabisa ni jambo la mwisho. Haya yote ni madhambi yenye kuangamiza na kukosa rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tuhifadhini, tuyafanyie kazi haya. Yoyote atakayekwenda kinyume utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie wenye kuhifadhika na kupata radhi zake.